Furaha Mikarisa, niko na ujumbe wa kuhusu watoto wa kike, na hili swala linaingia sana kwa wamama, wazazi wa mama, ila nataka niseme ya kwamba ukitaka wasia wa Furaha Mikarisa au ukitaka vichekesho, nenda kwa YouTube, search Furaha Mikarisa, usubscribe huko, ulike huko na ucomment, na ukitaka kushare pia unaweza share, ili tusaidiane kinamna hiyo. Ujumbe unasema ya kwamba mtoto wako wa kike wakati akiingia kwenye ada, akija kwako akikuomba shilingi 100, mama mzazi mpe, usimuulize maswali, maana unamsaidia kutofikiria kukaa na mwanamume au kulala na wavulana. Kuna mama mmoja aliombwa shilingi 100 na mtoto wake, akaanza kumrushia maneno, we nawe mtoto msichana likubwa, hata matiti anaenda kuanguka, wewe unaniomba 100 ya always mimi. We hutumia akili, hata huna heshima. Hapo ulipo wewe ni mtu wa kuniomba shilingi 100 mimi. Sasa nyinyi si ni wanawake nyote? Nyinyi nyote ni wanawake, na aibu yenu mnajuana wenyewe. Kama hata muomba mama shilingi 100 ya always, aende kuomba nani? Hiyo ni kama mbwa umrushie nyama, ataifuata mbio sana. Sasa hiyo ni kama umemwambia huyu msichana aingiliane na mambo ya kufanya ngono na wavulana ili apate pesa ya always. Ni makosa wa mama, ni makosa. Mtoto akikomba shilingi 100 kwa sababu ya aende kununua always, mpe. Manake huyu msichana huwezi jua, pengine analinda usichana wake. Si kwamba wavulana hawaoni, si kwamba hatongozwi, anatongozwa sana, lakini ameamua kulinda usichana wake. Halafu wewe unamuuliza maswali mengi. Utamfanya huyu mtu aende kulala na mtu mwanamume mwenye miaka 40 na kitu, na yeye mwenyewe ako na miaka 16 au 17. Anaenda kulala naye kwa sababu ukimnyima ataenda kuomba mvulana pesa, na akimwomba mvulana pesa atapewa, akipewa ataombwa na yeye. Ni nani amesababisha? Wamama, kuweni makini sana na watoto wenu wa kike. Mungu awabariki. Mimi sina zaidi. Barikiwe sana.